Ni jambo gani limekuwa kama mwamba kwako? Umeliona kama ni gumu kwako. Inawezekana ikawa ni biashara, inawezekana ikawa ni ndoa, inawezekana ikawa ni hali ya uchumba. Imekuwa kama mwamba, unasubiria matumaini, hauoni matumaini, na kila wakati unaona mambo yako yakizidi kuharibika. Hatuhitaji chumvi ya upako wala maji ya upako, tunamhitaji Yesu Kristo aliye hai. Nasema tunamhitaji Yesu Kristo aliye hai. Mahali ambapo yeye yupo, mapepo yanaanza kutetemeka, maana kuna nguvu ya Mungu aliye hai. Kuna nguvu ya Bwana inayobadilika. Unaweza ukawa ni mtu wa kuugua, mtu wa kupeleka hospitali na kulazwa, lakini uwepo wa Bwana ukishuka, mambo yanabadilika. Utawaambia watu wa zamani, sio wa sasa, mambo yamebadilika. Yesu amenipeleka viwango vingine. 2026 Yesu akupeleke viwango vingine. Haijalishi walikucheka mara ngapi, haijalishi walikudharau mara ngapi, Bwana akupeleke viwango vingine katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Uso wangu utakwenda pamoja nao, Roho Mtakatifu atakwenda pamoja nao, nguvu yangu itashuka katikati yako, nitatembea pamoja nao, na katika maisha yako yote utapata raha. Kuna watu wanatamani kujinyonga, kuna watu wanatamani kunywa sumu wafe. Ukiona watu wanatembea, wengine wamebeba mizigo ndani ya mioyo yao, saa nyingine wakikusimulia, wewe mwenyewe utaanza kulia kwa machozi. Kwa nini? Mioni mwao wamebeba mizigo. Ile ndoa walioitegemea ya kwamba ndio ingekuwa furaha yao, imegeuka kuwa mwiba wao na huzuni zao. Yale mahusiano walioyategemea yalianza kuchipuka yakawa mazuri, wakaanza kusema asante Yesu. Baadaye huo mahusiano yamegeuka kuwa mwiba wao. Lakini wengine wanafanya ujasiriamali na biashara, na kila wanapojaribu kufanya, wanaona mambo yakizidi kuharibika, wanaona mambo yakizidi kwenda vibaya. Uso wangu utakwenda pamoja na wewe, nawe utapata raha, na wewe utapata raha. Yale mambo yaliyoumiza moyo wako, yale mambo yaliyoumiza, yaliyojeruhi moyo wako, unajiuliza hivi itakuwaje? Maana ukiangalia mbele ni kama unaiona bahari ya Shamu iko mbele, lakini ukigeuka nyuma unaliona jeshi ikikufuata nyuma, unabaki katikati. Ukienda kule unaiona kama vile bahari itakomeza, lakini ukisimama mahali hapo unaona kama vile maadui wanakunyemelea. Musa akaambiwa, acha kulialia, songa mbele, maana maadui unaowaona hautawaona tena. Na mimi nasema tabu unaoiona hautaiona tena katika jina la Yesu. Iko nguvu ambayo inapita mpaka sasa hivi. Uko uwepo wa Bwana uko unapita mpaka sasa hivi. Kama kuna mtu mwenye vichombi, kama kuna mtu mwenye mapepo, iko nguvu ya Yesu mahali hapa. Hiyo ni nguvu inayobariki, hiyo ni nguvu inayoinua, hiyo ni nguvu inayopandisha. Bwana akupandisha viwango vingine. 2026 uko ni mwaka wa baraka yetu, uko ni mwaka wa kuinuliwa kwetu. Ile biashara iliyokuwa kama mfupa mkavu, na itabiria katika madhabahu hii ipate uhai tena. Mabinti saa ya kufurahisha na Bwana iko mbele yako. Bwana anawapa raha watu, Bwana anawafurahisha watu. Yaani unapoumia, Mungu anaumia pamoja na wewe, lakini unapocheka, Bwana anacheka pamoja na wewe. Hebu mbingu zicheke na wewe. Yale uliyoona kama ni mzigo, yale uliyoona kama ni mlima, Bwana anatengeneza njia mahali pasipo na njia. Tunaishi katika ulimwengu wa wanafiki. Ni ulimwengu ambao mtu anaweza akakuchekelea, kumbe yuko analia moyoni mwake. Ni ulimwengu ambao mtu anaweza akakupongeza, ukadhani unapongezwa, kumbe unazomewa. Ni ulimwengu ambao adui akiona unakaa vizuri na watoto wako na mume wako, anaanza kutengeneza mbinu na namna ya kuwamaliza. Tunaishi katika ulimwengu ambao watu wanapambana ili waweze kuharibu chanzo cha furaha yako. Kwa hiyo chanzo cha furaha yako, chanzo cha familia yako, chanzo cha safari yako kisipounganishwa na uwepo wa Bwana, utakuwa unapiga makitai. Utakuwa unaenda mbele, ghafla unaporomoka nyuma, unaenda mbele, ghafla unaporomoka nyuma. Kwa nini? Ni kwa sababu uwepo wa Bwana hauko pamoja na wewe. Bwana anaweza akakutajirisha, akakuneemesha,
ukafanya mambo ukayaona kama vile yanaenda sawasawa, lakini bila uwepo wa Bwana muda wowote mambo yataharibika. Ndugu mmoja alikuwa ni tajiri, akalima mazao. Alipolima mazao akavuna mazao mengi. Alipovuna mazao hayo akayaweka kwenye gara yake. Nimejaza gara yangu chakula na mambo mengine, sasa hebu acha nijikalie, nile ninywe. Baadaye Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku wa leo ninaitaka roho yako. Kumbe tunatambua mafanikio bila uwepo wa Bwana, muda wowote adui ataharibu mafanikio hayo. Ndio maana hata kama Bwana akikiinua kiasi gani, hata kama akikubariki kiasi gani, hiyo baraka isikutoe mikononi mwa Mungu, badala yake ikusogeze karibu na Mungu. Kuna watu hapa tukiwaombea wakabarikiwa, hatutawaona tena kanisani. Ukitoka kwenye mikono ya Bwana, wakati neema yako ilitokana na Bwana, ujue muda wowote ule adui atakuja kuleta uharibifu. Pale unapoona amani ndipo uharibifu unapokuja. Kumbe unapoona Bwana anakuinua, unapoona Bwana anakufanikisha, sogea kwenye uwepo wa Bwana. Jamani, haleluya, haleluya. Nasema sogea kwenye uwepo wa Bwana. Wapo wanafiki ambao wanakaa vikao usiku wa manane, wanapanga namna ya kukumaliza, wanapanga namna ya kumaliza kesho yako, wanatuma vichomi ndani ya mwili wako, wanatamani wasikuone duniani. Wakikuona unafurahi, wao wanakunja ngome, hawatamani kuona ukiishi, hawatamani kuona ukifurahi, ili wanapokaa vikao, wanapopanga ajenda hizo, Bwana asambaratishe ajenda zao, ili wanapokuja kwa njia moja, Bwana watawanye kwa njia saba. Kila anayekaa vikao akitamani kuivuruga kesho yako, akutane na moto wa Yesu Kristo aliye hai, akutane na uwepo wa Bwana. Kila anayepanga kuharibu biashara yako haitaharibika, kwa sababu biashara yako itatunzwa na moto wa Bwana. Jamani, haleluya, haleluya. Acha biashara yako itunzwe na Bwana. Acha mume wako hata kama hajaokoka alindwe na Bwana wetu aliye hai. Daudi kadiri alivyoendelea kukaa kanisani, ndivyo alivyoendelea kuwa bora kuliko jana. Usikubali kuendelea kufilisika kiroho na kutupa stori za zamani. Unajua zamani nilikuwa muombaji. Hatuhitaji hiyo. Tunahitaji uwe ni mtu ambaye unalinda moto wa madhabahu ya Bwana. Yaani usikubali kuendelea kufilisika kiroho. Unaanza kutuhesabia miaka ambayo umekaa kanisani. Miaka ya kukaa kanisani haitusaidii chochote kile. Tunahitaji moto wa madhabahu ya Bwana ukae ndani yako. Hatuhitaji kuona washirika wanaoonewa na nguvu za giza. Tunahitaji washirika wanaozionea nguvu za giza, uchawi na uganga. Pokea upako huo, ili unapopita mahali popote wauone moto wa Bwana aliye hai. Unapokaa ofisini kwako, watu wauone moto wa Yesu Kristo aliye hai. Wakati wewe haupo, watu waanze kukujadili in a positive way. Waanze kusema mganga wako ni yupi? Mganga wako ni yupi? Kumbe mganga wetu ni Yesu aliye hai. Pokea mganga huyo katika jina la Yesu Kristo. Kila atakayetamani kukugusa akukute you untouchable creature. Wewe ni kiumbe kisicho shikika. Pokea upako huo. Pokea neema hiyo. Tumechoka kuona washirika wanaoonewa na nguvu za giza, kana kwamba Yesu hajafa msalabani. Yesu alipokufa msalabani akasema yote yamekwisha. Uganga umekwisha, mapepo yamekwisha. Ni saa ya watu kubarikiwa, ni saa ya watu kuinuliwa, ni saa ya watu kupandishwa viwango vingine. Pokea neema ya kupanda viwango vingine katika jina la Yesu. Saa ya kuchezewa, saa ya ndoa zetu kuchezewa imefika mwisho. 2026 tunatembea na moto wa Bwana, tunatembea na uwepo wa Bwana. Hatutakuwa watu wa kawaida. Yaani tukipita katikati ya wachawi, watatambua kwenye moto wa Bwana amepita katikati yetu. Watakapopanga vikao, utapita katikati yao, utachomokea ng'ambo ya pili. Amani kuendelea kuwa bora. Yaani kama ulipookoka ulikuwa unawahi ibada, baada ya kukomaa katika wokovu uwe bora kuliko mwanzoni. Ndio unavyoendelea kukaa kwenye wokovu, endelea kuwa bora katika jina la Yesu. Bwana akufanya kuwa bora katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Malaika wajue wewe ni bora, wachungaji wajue wewe ni bora, wazee wa kanisa wajue wewe ni bora, viongozi wa idara wajue wewe ni bora.
Sasa haiwezekani wewe tangu umeokoka bado ni mchanga. Ukisikia hata bundi analia unaanza kutetemeka na kuogopa. Hapana, hivyo sio viwango vyetu. Mwambie mwenzako hivyo sio viwango vyako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Uso wangu utakwenda na wewe, nami nitakupa raha. Huu ni mwaka wa kupewa raha katika jina la Yesu Kristo. Yale tuliyotamani kuyamiliki yakashindikana, huu ni mwaka wa kumiliki na kutawala. Ulimwengu wa giza uliokamata mali zetu, uliokamata wachumba wetu, uliokamata waume zetu, uachie kwa jina la Yesu. Akasema, kila siku ninakutamani kama ayara anavyotamani maji ya mto, ndivyo nafsi yangu inavyokutamani. Kwa hiyo tamani uwepo wa Bwana. Bila uwepo wa Bwana mambo yako yataharibika. Ukifanya biashara ukaona inaendelea bila uwepo wa Bwana, muda wote utafilisika. Sikutishi, lakini ndio ukweli, kwa sababu kuna maadui wakiona unauza vizuri wanapata hasira. Kuna maadui wakiona unafanya vizuri mioyo yao inaumia. Waumie wasiumie, ndani ya uwepo wa Bwana tuko salama. Natamani asubuhi ya leo utamani nguvu ya Roho Mtakatifu iingie ndani yako. Huwezi kujipigania mwenyewe. Rutu alijaribu kusafiri kwa nguvu zake na kwa ujanja wake, aligeuka kuwa nguzo ya chumvi. Haijalishi alikuwa katikati ya neema, haijalishi kwamba alikuwa katikati ya neema, lakini kwa sababu alikosa uwepo wa Bwana aligeuka kuwa chumvi. Ndoa yako bila uwepo wa Bwana utapata mateso tu. Watoto wako wasipolindwa na uwepo wa Bwana utapata changamoto tu. Watoto wako walindwe na uwepo wa Bwana. Rapa shangara musika. Wanapokuwa kwenye vyuo huko, wanapokuwa kwenye mabweni yao, uwepo wa Bwana ukawatunze katika jina la Yesu. Rapa shanda rabosaya. Mume wako anapokuwa akihangaika, anasafiri kwenda kule na kule, alindwe na uwepo wa Bwana. Watu wenye nia mbaya wakianza kumtamani wakauona uwepo wa Bwana aliye hai. Rapa shakarama. Tamani mali zako na biashara zako zilindwe na uwepo wa Bwana. Ujanja wetu hauwezi kutusaidia, elimu zetu haziwezi kutusaidia, wala mishahara yetu mizuri haitoshi kutusaidia. Tunahitaji uwepo wa Bwana. Roko shanda rabasia. Katika ujana wako unahitaji uwepo wa Bwana. Katika ubinti wako unahitaji uwepo wa Bwana. Bila uwepo wa Bwana huwezi kutoboa, huwezi kufika mbali. Maadui wameachama, wanatamani kukumeza. Hebu tamani uwepo wa Bwana. Hiyo roho inayokwambia usiende ibadani ni roho ya mizimu, ni roho ya mashetani. Roho ya Bwana inakuhimiza nenda ibadani. Hata kama mvua imenyesha, ni kweli tayari unaona umechelewa, lakini wewe nenda tu ibadani. Nenda. Hali ya hewa haiko sawa, kuna baridi nyingi, lakini nenda ibadani. Pokea uwepo huo katika jina la Yesu. Tamani kukaa kwenye mikono ya Bwana aliye hai, utaiona neema ya Yesu ikikusaidia. Naliona wingu la Bwana liko limetanda mahali hapa. Nawaona watu wenye shida mbalimbali wakifunguliwa na Yesu Kristo aliye hai. Naona watu wakienda kupandishwa kwenye daraja lingine na viwango vingine. Yaani yale maisha uliyoyazoea, mpaka watu wanakuzomea, mpaka watu wanakukataa, hebu panda viwango vingine. Achia pepo, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, kanali yake, achia shaka, kanali yake, achia Yesu, achia, moto, achia, moto wa Yesu Kristo, raka shaka, achia maisha yake, raka shaka, roko shaka.